الحمد لله الذي لا إله إلا الله، الذي خلق الإنسان من تراب، والذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، والحمد لله القائل: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين يغشي الليل النهار. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله تبارك وتعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، إخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإن الفوز والفلاح بيد الله جل وعلا للمتقين. Ndugu, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla ya kuendelea na khutba, Allah anasema: wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah anatuonesha mbele yake utaratibu ni kitu kinakuwa kipaumbele. Kuna katika safu zetu kujitahidi sana ni hutuba hizi, basi tuwe ndani ya safu wakati wa kusikiliza hutuba, na safu ya mbele vizuri ijae. Lakini wakati huu wa kumove, wakati hutuba inaendelea, wakati wa kutoka pale mtu alipokwenda kwenye eneo jingine, hakikishe hafanyi mawasiliano ya ishara, maongezi au vitendo na mwenziwe. Kufanya hivyo kutapelekea kufutiwa hutuba mbili, hii na iliyopita. Kwa hiyo tujitahidi wale ambao hatumo kwenye safu tusogee, tukae kwenye safu, tusikilize hutuba, tusikae mtu peke yake hutuba ikiwa inaendelea. Tunatakiwa tuje kwa naombeni ambao hamko kwenye safu, mje kwenye safu. Na safu tuzijaze. Alhamdulillah. إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: وإن خفتم ألا تعدلوا، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ويقول تبارك وتعالى:
litaskunu ilayha wajala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma batila ma khalaqnahuma illa bil haqq, hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo bure, bali tuliumba kwa lengo la haki kabisa. Wa ma dhalik al-gharad, faqala Allah tabaraka wa ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Wal ibada hiya al-haqq al-maqsud, ibada ndiyo haki iliyotajwa kwenye lengo au aya iliyozungumzia lengo la kuumba mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi na vilivyomo na vile baina ya mbingu na ardhi. Kwa hivyo vitu vyote na maumbile haya, kila kilichopo ni msaidizi wa kukamilisha umbo na kazi ya mwanadamu. Inna Allah tabaraka yaqul, Allah anasema wa min ayati, na katika alama zinazoonyesha kwamba Allah yupo ni ile kuumba Allah mwanamke na mwanamume, na akafanya kuwa wanaweza kuishi kwa kutegemeana, mmoja hawezi kusimama bila mwingine. Akataja mapenzi na rehema yake pia itaambatana nao wakiwa wawili. Zangu, Allah pia amesema kwamba tumche yeye kwa sababu yeye ametumba wawili, na ni kutokana wawili hawa mwanzo tukapatikana wengi wawili. Lakini Allah katika aya nyingine anasema kwamba jamii ya Waislamu, na hususan wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati moja katika sababu za wakati ule na huenda zikirejea na kuwa zinajirejea kwenye jamii. Kwa mfano, maradhi ya corona ilipita, ni wakati wa vifo vya watu wengi, na vile vifo vinakwenda randomly. Wanaweza kufa wanaume 5, 6, 10 na pengine kijiji kimoja, na kile mmoja akaacha mke na watoto. Sasa wakati ule ilikuwa ni jihadi pamoja na mambo mengine, kwamba wanaume wanakufa na wanaacha wake zao na wanaacha watoto wao nyuma akiwa wanyonge. Allah akasema in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kama mtakufia kwamba huenda mayatima msiweze kuwafanyia uadilifu daily kula yao kuvaa kwao kama jamii ya Waislamu, fankihu ma taba lakum minan nisa, waoweni wale mama zao mathna, oweni wawili wa thulatha, na watatu, kama bado hajesha wa rubaa, oweni wanne, ili kukava yale majukumu ya kijamii. Personally mtu mwenyewe a play role kwa mwanamke na watoto wake, ili jamii ipate stability na uimara na utangamano, watoto wale wapate kumjua Mola wao chini ya mume mpya ambaye ni baba wa kambo, watoto wale wapate kula yao na mavazi yao na elimu yao, waishi kwa kukamilisha lengo la kuumbwa kwao lilotaja kwenye aya ya kwanza. Halafu atakapokufa huyu baba awaache watoto hawa wakiwa wamefikia lengo la yule baba yao aliyefia jihadi. Hii ndio sababu ya aya hii, na kwa ujumla wake hilo ndio lengo kubwa. Ilikuwa ni namna nzuri ya Waislamu kushughulika na jamii yao kubwa kama familia moja, ikibidi kustiri watoto mayatima kwa kutumia ndoa. Na hii ndio theme au ndio maudhui kubwa ya aya hii, bali ndani yake kuna maudhui kadhaa, kiwemo ruhusa ya kuoa wanawake zaidi ya mmoja, 2, 3 na si zaidi ya 4 kwa aya hiyo. Pili, ndani ya aya hiyo kuna ujumbe
sifa za ukeweza, sifa ya kuoa wake zaidi ya mmoja kwa muuaji, ambapo mwisho aya hiyo imetaja khiftum alla ta'dilu fawahida, kama mtu anahisi hataweza kuwa mwadilifu basi aoe mke mmoja tu. Lakini pia ndani ya aya hiyo kuna orphanage support, namna bora zaidi ya kusaidia mayatima. Ni mayatima ndio wanasababisha ndoa ya ukeweza kuendelea kisababu, lakini na sababu nyingine huwa ziko, ukiachia swala la uyatima. Leo hii mada yetu kwa kidogo huu ukeweza. Moja katika msiba mkubwa unaoendelea leo duniani sio ukeweza, lakini kampeni kubwa inayopigwa katika nchi za ulimwengu wa sasa, ulimwengu ambao unakwenda kwa sayansi na teknolojia na kwa hivyo utandawazi. Kuna mtegemeano mkubwa baina ya maeneo mbalimbali ya dunia hii, kimataifa na kitaifa na kimaeneo, kikanda. Watu wote wanategemeana. Taarifa za asubuhi za hapa Dar es Salaam zimefika ulimwengu mzima, bali za sasa hivi mtu anazijua kule alipo. Moja katika changamoto ya sasa ni kwamba wanawake wamepigwa kampeni kwa muda mrefu, ikiwezekana sio tu kuolewa, kutokuolewa kwenye ukeweza, lakini kuna kampeni yenye nguvu iliyofuzu ya kuonesha wanawake kwamba mume katika maisha ya dunia sio hitajio la msingi sana. Waweza kuwa na mtoto bila ya kuwa na mume, na hata huyo mtoto wenyewe pia si lazima huyo baba wenyewe kujua. Unaweza kuwa na mtoto wako, na hii wanaita ni single parent system, mfumo wa mzazi mmoja, na mzazi anayetajwa hapo sio baba. Hiyo single parent system inakusudia mama kumiliki mtoto basi na baba. Leo kuna mfumo au kisayansi na tukio la watoto wanaozaliwa katika maabara, ambayo kuna human reproduction technology, teknolojia ya uzalishaji wanadamu. Teknolojia hii imeletwa, inasapoti sana mfumo huu, ambapo kina mama sasa wanakwenda kulipia wanatoa mbegu zao, na kule zinachangana na mbegu za mwanamume. Mtoto yule anazalishwa kwenye mtambo, baada ya miezi 9 anakwenda kuchukua mwanawe. Kwa hivyo huyu ni mwanawe ambaye wala hakupitia tumboni kwake na ni mali yake. Au anaweza kwenda akapata mbegu za mwanamume, akasubiriwa siku ambayo yuko katika siku za fertilization, ambazo inawezekana yeye ndani ya siku hizi zinakuwa ni siku chache 4-5 ambazo anaweza kushika ujauzito kwenye siku hizi ndani ya mwezi. Kwa hivyo anafanya vipimo, zinakuja kupandikizwa mbegu zile katika mfuko wake wa uzazi, katika uterus yake, na baadaye anaweza kupata mtoto kwa mbegu za kununua. Na anaonyeshwa pale kuna sample za wenye mbegu kwamba hizi ni mbegu za Kiafrika, hizi za Mhindi, hizi za Mchina, hizi za Mzungu, hizo za Msomali, hizi za kadha na kadha. Kwa hivyo anachukua, analipia, anapandikiziwa, anazaa mtoto. Nini shida? Hakuna shida. Ni advancement, ni development. Kwa hivyo yeye mwanamke hapa anakuwa na mtoto wake mwenyewe, hana adha na mtu. Uwezo wa kifedha ni mwajiriwa, ana mshahara wake, ana biashara zake, lakini hapa atakuwa ameepuka maudhi ya mwanamume, ameepuka matatizo ya kushare mawazo na mtoto awe vipi, ni wangu mwenyewe bali yangu. Allah subhanahu wa ta'ala katika hili anasema, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantajirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kwa hivyo ni katika njia moja mbaya kabisa hii ya kwamba mwanamke anaweza, na hii propaganda imezaa matunda makubwa mabovu kama ilivyolengwa huko katika nchi. Matokeo yake wenyewe umeona mapema. Moja ni ongezeko
ongezeko la wazee na vijana ukilinganisha na upungufu wa watoto. Vijana wanakuwepo ila watoto hawapo. Kwa sababu gani? Hamasa ipo kwenye kutokuolewa, lakini kwenye kutokuolewa kwenyewe manake kizazi kinapatikana katika mfumo kama hiyo. Kwa hivyo hata ule uzazi imara haupo. Mataifa ya Ulaya sasa hivi yameanza tena, baadhi yake yanafanya kampeni ya kuwaomba wananchi wake wazae, hofu zimewajia. Moja katika nchi hizo ni Ujerumani. Kwa kipindi kirefu Ujerumani, sura ya Ujerumani, na kuna kipindi cha sauti ya Kiswahili kianzishwa na kwa nyuma kikiitwa sura ya Ujerumani. Moja katika mjadala niliwahi kusikia pale ni kulalamikia kwamba wazee wengi na vijana kidogo. Hii ni kauli ya Khair akianza na kipindi chenyewe kwamba wazee wengi vijana kidogo. Hii imechochewa na uhuru huu usiokuwa na mipaka, na si uhuru, ni license. Kwa hivyo propaganda hii imeingia pia kwenye watu ambao kutokuolewa. Imekuja asili yake ni kuolewa na mume mmoja, hakuna kuwenza, ndio asili yake, and then wamechukuliwa kutoka hata huyo mume mmoja, sasa wamepelekwa bila mume. Sasa sisi tunazungumzia ndoa ya ukewenza. Ndoa ya ukewenza ni ndoa isiyokuwa na bahati, haipendwi isipokuwa na wanaume tu, baadhi yao, sio wote. Ingawa hubadilika, baadhi husema haifai kwa sababu ana mkewe, na mwambia mpaka mke wa nyumbani, mimi siwezi kuoa. Halafu baadaye kutokeza sababu A au B au C, akajikuta ameoa, anataka kuoa. Mgogoro huo kama kutengeneza mwenyewe. Sisi tunazungumzia wanajamii kwa ujumla wake, wanawake wenyewe walio nje ya ndoa na walio ndani ya ndoa, na wanajamii wengine wa barabarani, wa kazini na maeneo yote. Kila mmoja hataki kusikia habari ya mkewenza kabisa. Kwa nini? Ingawa asili yake sasa ndoa hii ina asili refu, ila kwa sasa ndoa hii rasmi duniani kidini inaonekana ni ndoa ya Waislamu. Tunashukuru sana kwamba dunia kumbe inajua ndoa hii ni yetu. Hii sisi tunashukuru sana, kwa sababu pamoja na kwamba inasemwa hivyo, lakini kweli haukataliwi kama ifuatavyo. Uislamu, Christianity ambao ni Kristo, Judaism ambao ni dini ya Yahudi, kiachia nyingine, hizi zinaitwa ni Abrahamic faith, yani imani asili ya Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ambapo Wayahudi wao wanajinasibisha leo Israel. Dini yao ya kitaifa pale ni Judaism. Judaism maana yake ni Uyahudi na mfuasi wake anaitwa Myahudi. Kwa hivyo ni dini ya kikabila, ni dini ya kidini. Dini jina lake ni ukabila na mfuasi wake ni mkabila mwenyewe. Yani kungekuwa na dini hapa kwa mfano ya Kisukuma, kwa dini yenyewe ni Usukuma na mfuasi wake wa dini natajwa kama mfano kwenye rati, na mfuasi wake akaitwa Msukuma kidini. Hii ndio dini yao. Mfuasi huyu anakuwa anafuata kitabu cha Taurati kwa jina la Talmud. Leo hawaiti Taurati, Talmud. Lakini wanajinasibisha na Nabii Musa alayhi salam. Kwa hivyo wao Nabii Musa wanajua Musa anarudi nyuma mpaka kwa Sayyidina Ishaq au Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Kwa hivyo wanajinasibisha na Sayyidina Ibrahim, wanajinasibisha na Sayyidina Suleiman, wanajinasibisha na Sayyidina Daudi alayhi salam, wala hawajaacha kujiita hivi. Kuna waziri wa salama Israeli David Ben-Gurion, mwanzilishi au waziri mkuu wa kwanza taifa lile ni David Ben-Gurion, ambaye ndio founder wa the World of Zionist Organization, I think ni WZO. Hawa wote ni David, maana Nabii Daudi alayhi salam, ambaye Nabii Daudi alikuwa na wake wangapi? Kwa hivyo pia wanajinasibisha na the Temple Mount, mlima wa hekalu ambao ni Masjid al-Aqsa, ambapo ni msikiti alijenga Sayyidina Suleimani, na wanajua na wanasema alikuwa na wake wangapi?
wanawake fika 90. Lakini turudi kwa Sayyidina Ibrahim ambaye sote tunamkubali, wao wanamkubali. Pia kuna ndugu zetu wa Kristo ambao wao pia ndoa yao inabaki kwamba kidini kabisa Mkristo haruhusiwi kuoa mke zaidi ya mmoja, kama ni dini na mafunzo hayo. Dini ya Ukristo kwa hivyo kwa sasa hairuhusu mke zaidi ya mmoja, ila ni sehemu ya Abrahamic faith, na wanasema kwamba Ibrahim ni baba wa imani. Sayyidina Ibrahim baba wa imani ndiye mzazi miongoni mwa wazazi wa Sayyidina Isa alayhi salam kule nyuma. Lakini na sisi Waislamu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunalisababisha na Qur'ani, tunasema sisi kuna uteweza. Ukirudi nyuma, Sayyidina Ibrahim alayhi salam akitokea Iraki kaja na mkewe Sayyidatina Sara alayha salam. Sara ni mke wa kwanza wa Sayyidina Ibrahim, na baadaye Sayyidina Ibrahim alifika Misri, alipata kijakazi ambaye alikuwa ni mke wa pili baadaye, ambaye ni Sayyidatina Hajara alayha salam. Hawa watu wawili wa Sayyidina Ibrahim, hakuna anayepinga taarifa hii kati ya Muislamu, Mkristo na Myahudi kwamba Sayyidina Ibrahim baba wa imani. Matamshi yao yako wote. Tanzania hii ni baada ibada kanisani na msikitini, matamshi haya hayapingiki. Baba wa imani, baba huyu wa imani alikuwa na wake wawili, kama vile ambavyo leo Muislamu wa Mbagala, Muislamu wa Iringa, Muislamu wa Mwanza, Muislamu wa Kigoma, Muislamu wapi anaweza kuwa na wake wawili. Halafu hii inakuwa ni ndoa ya Waislamu. Tunashukuru hii. Kwa hivyo hii ndoa ina asili. Kwa maelezo haya ni kwamba ukiweza ni ndoa ya mitume alayhi salam. Uislamu unapigwa vita leo kwamba umeleta balaa. Ndoa hii itasababisha ukimwi, maradhi ya STI ambayo ni sexual transmitted disease infection, hizo kwamba ndoa hii haifai kwa sababu ina matatizo mengi. Moja, inaeneza ukimwi. Nzuri. Inaeneza ukimwi, sawa. Inaeneza ukimwi. Na nje ya ukiweza watu wana mke mmoja. Kwa mujibu wa taarifa za sensa ya 2012 na hii ya juzi, zote zinaonesha karibu ya theluthi 2 zinakaribia theluthi 2 zaidi ya nusu ya wakazi wa Tanzania ni wanawake. Zaidi ya nusu. Kampeni hii kama tutaikubali, kama inapokwenda kwamba kila mwanamume mmoja Mtanzania ifikapo Jumapili ya wiki ijayo anayeweza kuoa aoe mwanamke mmoja, kama isemavyo, tutakuwa tumemaliza ukia. Kila mtu ataoa, ila wanaolewa ni wengi. Kwa hivyo waoaji kwa kuwa hawafiki nusu ya wanaolewa, hawafiki nusu ya wakazi wa nchi hii, wanaolewa ndio wengi. Maana tukioa kila mtu mwanamke mmoja, wanawake watabakia zaidi ya robo. Swala la msingi, hawa wanakwenda wapi? Hawa wao tunafahamu miongoni mwa mahitaji ya kibinadamu, bila shaka kuna mahitaji ya kimwili, na sexual need is like other needs, ni basic need ya binadamu. Mahitaji ya kimwili ni mahitaji ya msingi. Ilikuwa hata kwenye poverty hiyo ingizwe, na poverty is a condition, wanasema ni hali ambapo mtu anashindwa kuafford basic needs, yani umaskini ni hali ya mtu kushindwa kupata mahitaji ya msingi, wakasema kama vile food, chakula, clothes, mavazi, and shelter, na makazi. Lakini sio kweli. Na mke, ikiwa wewe huwezi kuoa, wewe ni maskini, na Mtume amesema hivyo, ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Anayeweza albaa, yani uwezo wa kuhudumia mke na aoe. Na ni minimum requirement ya kuoa ni mtu kupata pa kumweka mwanamke. Na wapi? Kwenye kitanda unacholala, si lazima nyumba. Pale
anapolala chumbani, hapo ndo palipokusudiwa. Chakula unachoweza kumlisha hali hata msikilo. Mavazi sio jambo la kila wiki unakwenda kununua. Ikikushinda haya mawili matatu haya, basi wewe usioe. Ni maskini kiasi gani yule asiyeweza kuoa? Ni katika critical poverty, ni absolute poverty, ni maskini halisi. Ndiyo mjima aliyokusudia sio. So maskini hao. Sote maskini na kila mtu ameoa. Kwa hivyo hii ndiyo hatari iliyo ya kampeni hii. Kwamba wanawake kampeni hii wanaipenda, hawajui kwamba haiwaumizi wanaume, inawaumiza wao. Sasa mzangu, kwa uchache tutataja tu kwamba kwa nini ndoa ya ugewenza inachukiwa kiasi hiki, na sisi tujifundishe la huenda sisi tunahusika. Moja katika sababu zake kwa kutaja haraka haraka, kwanza kabisa sababu mojawapo ya kuchukiwa kwa ndoa hii ya ugewenza ni upungufu wa elimu. Hili ni jambo la kwanza kwa wanawake wa Kiislamu, ingawa ni wote na wanaume. Basically huku kwa wanawake wanazozungumza, kwa sababu wenyewe ndio wanaonekana hawataki. Wanaume wasiotaka ni wachache na wanaonekana watu ajabu. Aidha kalewa na mapenzi ya mke mmoja, hajaona bado, siku anakuja kuona namna nyingine kujisaliti mwenyewe, kwa sababu ni maumbile yani. Kwa hivyo hii sababu ya kwanza. Sababu ya hii ni kwamba wanawake kadhaa Waislamu leo hawajui ilmu shar'i, hawajui wahi wa Mola wao, na kwa hivyo hawajui haki zao katika ndoa wala wajibu wao katika ndoa, kiasi kwamba huenda wakadai haki kadhaa wapewe ambapo si haki zao wakidhani, na huenda pengine mwanamke huyu yeye mwenyewe pahala kwa wajibu wake hajui. Lakini pia hali hiyo ipo kwa wanaume, kwamba wanaume ndani ya ndoa hizi za ugewenza, hata hiyo mke mmoja hawaelewi haki za mke mzima, na huenda upepo ukivuma, hata kama kuko kimakosa anaweza kuona yeye kweli kwa makosa, au akaona anatekeleza uadilifu, kumbe yuko katika uharibifu. Ukosefu wa maarifa umechangia kuwa na blacklist ndoa ya ugewenza katika Uislamu baina ya wanaume na wanawake, kiasi kwamba inapokuwa kuna ndoa ya ugewenza, manyanyaso, kero na udhia na huzuni zinazomfika mwanamke katika ugewenza, wengine walikuwa wakijifunza kwamba kama hii ndiyo hali anayopitia dadangu, mimi sitakuja kuolewa tena, sikubali kuolewa ugewenza. Kwa hivyo aliye nje hakubali, na walio ndani wanataka kutoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu yuko pale bwana mmoja kwa watu wawili, lakini wala hajui lipi ni lipi, na yule mwanamke hajui kipi ni kipi. Kwa mfano, ukosefu wa uadilifu. Ukosefu wa uadilifu umesababisha sana wanaume kukosa maarifa. Ndoa hii inakuwa ni mke mmoja, yake wawili au watatu au wanne. Si lazima wanne, si lazima watatu, at least ni wawili. Bahati mbaya ni kwamba mwanamume mwenye ugewenza huu aliyoshikilia polygamous anadhani anapokuwa na wake wawili, kwa hivyo ni ndoa ya watu watatu. Hiyo ni ndoa ya watu wanne. Unapokuwa na wawili, wewe ni 2 in 1. Unapokuwa kwa mke A, habari zako kule ni za wawili, na unapokuwa kwa mke B, habari zako ni za wawili. Kwa hivyo wewe wa kule sio wewe wa kule. Kwa mfano, tumeona migogoro mingi fake na hewa inakuwa yenye nguvu kwa sababu ya manipulation mbovu ya kucheza na taarifa halali kabisa za mume mwenye wake. Unapokuwa na mke, kwanza ujue kwamba una jukumu la kuhifadhi hisia za mke wako wa kwanza na wa pili, kwa sababu wale hawajashare kaka, wameshare mume ambaye wana feeling naye. Zile feelings zao ni romantic feelings. Hizi ni mapenzi ya aina yake, Qur'ani imeyataja. Sasa wewe unajisahau, unakuwa uelewi, unadhani labda ni mapenzi ya mtu na kaka yake, mtu na jirani yake. La, yale mapenzi ya aina yake, na wewe unataka kuona hijabu baina huma.
baina yao hata ya taarifa za kawaida. Kwa mfano, mke mkubwa kwao posta na umezania watoto watano kabla ya mke mdogo, mtoto wa hiyo tatu nao. Kwa kuna history of life. Unapoa mke wa kwanza mnaishi maisha ya kwanza, unapoa mke wa pili huwa maisha yanatokea. Mke wa pili anapokuja hudhani yeye mentality yake huwa ni ya furaha, kwa sababu amejiandaa kiakili kwenda kuolewa, na huenda kampitikia yeye ni mzuri labda na kadha, na inatakiwa mwanamume akishefu mke wa pili kuoa kwa sababu kadha wa kadha kisheria. Sina maana simpendi au ni mbaya mke wa mwanzo, na kama kuna mapungufu ya mke wa kwanza marufuku kuyapeleka kwa mke wa pili kabla na baada ya ndoa. Imekuwa ndio ya kuolea mke wa pili iponda mke wa kwanza na kuja kwako usimone vile bana yule na kadha wa kadha, unatoa aibu zake, na Allah na Mtume sasa ametufundisha kuhifadhi aibu zake. Huyu ni muumini mmoja na huyu ni muumini wa pili. Sawa ni wake zako, lakini watu hao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inahusu nini aibu za mke A ampelekee mke B? Hilo kosa la kwanza. Kwa hiyo atakapokuwa nao huyu anaishi nao, bila shaka huko kutakuwa kuna mambo kadha wa kadha. Mke wa pili atakuja kwa furaha na wote huko kutakuwa na mgogoro baada ya kuoa, kwa sababu ataumia na lazima umie, na kama haumii baada ya kuoa lazima ujiulize kwa nini. Lazima aumie, na mtihani wake wa jannatu hafi dhalik, na pepo yake ipo hapo. Huu ni mtihani maksudi. Anakosea Allah amemtesti huyu mwanamke. Je, wewe unamsaidiaje mtu ambaye umezaa naye watoto kadha katika mtihani wake ili afaulu? Maana yake lazima wakati ule wewe ndio wa kuniwaza ili abakie na imara katika hisia zake. Lakini baada ya maisha kwenda, tuseme mfano mke wa kwanza au mke wa pili wanauza nyumba yao, upanga huko labda posta hiyo na nyumba yao ya asili, na mteja kashapatikana, wamekubaliana kafikia bei ni bilioni 2, nyumba yao inauzwa na wamezaliwa wanawake 4. Kwa hivyo hapo mgao ni kila mtu milioni 500. Taarifa hii huyu bwana anashare na mke mwingine ambaye yeye hayumo. Ni taarifa. Sasa unajua nimechelewa kurudi, tulikuwa kule tunajadili kuhusiana na mzio kule wanauza nyumba yao ya urithi, na jamaa amekubali na watapata sana kwa sababu ni milioni 2,000 na wako 4. Kwa hivyo wanakigawana hapo milioni 500. Ni taarifa halali, wala hakuna dhambi kwa maneno yako. Kwa nini unamwambia huyo? Hii ni bora. Hii taarifa ina matumizi gani? Lau usingesema kungekosekana nini kwa mke huyu, na ukisema kutapatikana nini kwa mke huyu? Viwili hivyo kitu unahitaji. Bila shaka kibinadamu hii taarifa inaweza kuchangia jambo, kwa kuwa kwanza umetoa ni wewe, huyu inakuwa ni kwa ndani gogoro baadaye. Ni mfano mmoja, bwana mmoja kwa jirani yangu mfanya kazi wa mhamiaji, yuko kazini kule huko na huko, baadaye akawa ameoa mke, na bahati taarifa mimi nisikia zaidi ya mwezi, unakaribia mwezi, ulikuwa unakaribia kufika, ulikuwa unakaribia mwezi fulani ameoa. Binafsi kusema kwamba sababu mimi niko na wawili, taarifa kama hii usiweze kupeleka nyumbani na uzuni bana mke wangu fulani kaoa, unamwambia ili iweje? Kaoa basi. Sasa ikatokea watu wa nyumbani wamekwenda sehemu ya pili, huko walikokwenda wamekwenda kufanya taarifa zao za kina mama kwa mfanyakazi mwenzao, mwalimu mwenzao wa shule moja. Kule katika shughuli yao walikuwa wakifanya, akaja mama mmoja kutoka mjini, wakawa naye kaja ni mteja katika eneo lile. Pale walipo niko mwalimu mwenzao staff mmoja ofisini ndiye mtoa huduma. Kaja mama mwingine kutoka mjini kuchukua huduma sawa na wao,
yaliyoanza kuongewa pale yakawa anazungumzia na kutajwa majina. Huyu kumbe ni mke mpya aliyetoka mjini, anazungumzia habari ya mke mkubwa kwamba jana fulani kamtaja kwa jina. Yule wangu mimi akashangaa, anamjuaje? Alikuwa anaumwa usiku wa manane, kampigia simu mume. Kwa mume akabidi atoke kutafuta dawa kwenye famasi za masaa 24 ampeleke dawa, na ni masafa ni hapa na Buguruni. Kampelekea dawa usiku kwa gari. Baada ya kukabidhi dawa akarejea nyumbani siku ule, kaja kupumzika. Asubuhi akiwa anaelekea kazini, ilibidi apite kwa mke mkubwa amsalimie kwanza, kwa kuwa usiku alikuwa anaumwa. Alipopita kamsalimia kujulia hali. Dawa alizozipeleka alizikuta kwa idadi yake, yani hazijanywewa, ingawa aliombwa azipeleke usiku wa manane kutokana na hali. Tusimame hapo hapo. Hii taarifa cha kusikitisha anayeitoa hapa ni mke mdogo. Kaipata wapi? Hili ni ameirich mwanamume, ameitoa min hadhihi ila hadhihi, kutoka kwa huyu kaipeleka kwa huyu. Taarifa kama hizo, ndugu zangu Waislamu, tusifanye. Hili ni kosa kubwa kabisa. Lazima ujue wewe mambo haya hayaendi hivyo. Unaweza kuuliza kwa tatizo nini? Kwa si dawa tunasi kawaida tu. Si kawaida. Hiyo ni mbaya. Subiri kesho, huwezi kujua sababu za kutokunywa dawa. Pengine jisikia nafuu, pengine ni wivu ndo achana, pengine kataka muone usiku ule ni mzoea, ameishi miaka mingi na walikuwa wakubwa. Sasa wewe ndio ujue ule jabari wa kubeba haya mawimbi. Kaa nalo mwenyewe. Una mke mdogo. Inakuja mara nyingine katika maisha, na pengine utakuwa shakomana kidogo, shatikisho kidogo na Allah. Inakuja kutokezea tena mara nyingine kabia kama hii. Dharura si ya maradhi yoyote iwayo, umepigwa simu uende kule. Baada ya miaka unadhani unaweza kwenda kirahisi. Lazima atakataa, lazima atalalamika. Mchezo wenu ushazoea. Kama ulikuwa huwezi kuoa mtu wa pili ya nini? Mnashirikiana mkeo kuletea adha. Kila siku zamu yangu itokezea mchezo huu, lazima utokee. Na ni muongo hata lolote. Aliwahi kusema anaumwa, lakini haikuwa kweli. Na hivi nasema kama hapa ni zamu yangu, hakuna kutoka. Na wewe qala Allahu qala Rasulullah, au kwa hofu siwezi kufanya wacha uadilifu kwa maneno ya mwanamke, mimi natoka. Utatoka na kwa maana ukitoka hapa usiruhusu, au ukitoka mimi nikute yamwatokezea wengi. Kwa hiyo yapasa mtu afahamu kwamba taaluma kujifunza kwa Mtume SAW, namna kwa wanawake zake, namna ya kwenda nao, jambo la lazima. Vinginevyo matatizo yanakuwa mengi. Jingine kiachia ukosefu wa taaluma kwa wanaume na wanawake. Sasa wengi wetu sisi hatujui Mtume vipi kaoa, vipi kafundisha kuacha, vipi kafundisha mwanamke. Unadhani ni kitu utoa mahari uweka kwa kukaa, haiwezekani. Haya ni maisha. Lakini nyingine pia ni upungufu wa imani na yakini. Mtu mwenye imani yule ambaye amethibitisha imani hii kwa mdomo wake, kwa moyo wake, na ameamini kwa moyo wake, amethibitisha kwa ulimi wake, na anatekeleza bila wariha au bila warihi kwa viungo vyake vya mwili, huyu ndio imani. Akili rububiyatullahi wa uluhiyatullahi, akili lakini wasifatullahi, au kubali muongozo wa Allah kwa Qur'ani na sunna za Mtume SAW. Huyu ndio anatakiwa hapo. Mapungufu haya sasa hivi kwa wanawake tulionao kwenye miji yetu, haya ndio matatizo yetu. Na kwa kutokujua hilo, unapokuja suala hili la ukeweza kwa mtu ambaye hajui mwongozo wa Allah ni upi duniani, aishi vipi, hana habari ya malipo ya akhera yakoje, wala hana target ya nyumba ya akhera, kwenye ukeweza huyo anakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hivyo ukosefu wa imani na yakini kwamba kweli kabisa kilichoamrishwa na Allah au kuhusiwa au kukatazwa, basi hicho kina hikma kubwa, mimi sina budi kufuata.
hapo pana tatizo la aina yake. Ukiweza misingi wake mingine mbovu ni jambo hilo. Lakini tatu ni propaganda. Propaganda zimepigwa sana mpaka tumwa katika sisi Waislamu ambao tunaitathmini dini ya Allah kwa kutumia mitazamo ya magharibi. Yaani magharibi unakuja mpaka katika dini ya Allah. Tunapima mambo kwa kutumia mitazamo ya watu. Wako watu Waislamu kweli kabisa, wana baadhi wanayakubali mafunzo ya Allah, kuna baadhi hawayakubali. Muislamu mzima anakuambia ukiweza nani mwanamume. Huyu ni mtu ambaye hafahamu. Ndugu zangu, kwa haya machache yapasa kila mmoja ahakikishe kwamba ndoa ya ukewenza katika Uislamu ni kitu cha aina yake, ni zawadi ya aina yake, ni msingi wa nguvu ya dini ya Uislamu, na ni dini na ni mfumo, ni jambo la kimkakati, tuseme ni strategic corner ya Uislamu ukewenza. إن الله تبارك وتعالى يقول بقوله يهدي للمهتدون إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله واستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه وزجر. Tuzangu tunahusiana katika hili jambo, Waislamu tujitahidi tuiangalie eneo la ndoa katika Uislamu, ni eneo muhimu sana, na kuna kushajika, kuna kuibuka kwa watu kuangalia na kujaribu kutupia macho, sasa ni vijana, suala la ukewenza. Wanaangalia vijana wamekuwa kienda mmoja mmoja huko, lakini tunatakiwa tuhakikishe sio suala la matamanio, ni suala la dini. Hii ni dini ya Allah, na Allah aliporuhusu hili jambo aliruhusu kimkakati. Qur'ani imekuja ikizungumzia na kumjadili yatima na namna ya kumsaidia. Allah akaweka suala la ukewenza pamoja na malengo mengine yaliyopo, kuzaa na kupata kizazi na kulikuza taifa la Waislamu kwa nguvu na haraka. Lakini hapa pia kuna mambo mengine, masuala ya ulezi katika ukewenza huenda yakafeli, kwa sababu ya ukewenza lazima watu wawe vizuri, kama vile ambavyo tumefundishwa watu wasimame vizuri. Hizi ni sababu chache, sababu ni nyingi mno, lakini tunasema hizo chache kwamba tujitahidi kusoma dini ya Allah, tukihitaji kuendeleza imani, tujitahidi kinaika na mafunzo ya dini, tusisikilize yale nje, kwa sababu watu wote wanapambana huko kushambulia Uislamu, na miongoni mwa eneo ambalo huwa wanapita takriban wengi wao wanapita katika ndoa ya ukewenza. Ndoa ya ukewenza ni maisha ya Kiislamu ambayo yanapatikane vizuri, na wako watu ambao ni mifano ukewenza, wameishi Waislamu wazuri, wamekaa katika taratibu za sunna Mtume sallallahu, wanaishi maisha wala hana migogoro. Hiyo migogoro haikosi hata kama kuna mke mmoja, migogoro haikosi hata kama kuna mke. Ndoa ya ukewenza haikuja na tangazo la kutokuwa na migogoro. Migogoro katika maisha ipo tu, hata kama ni mtu anagosua kazini, hata kama ni mtu na maamuma mwenzio msikitini. Haya ni mambo, migogoro mambo ya maisha. Lakini migogoro isiwe kwa sababu ya ukosefu wa taaluma, iwe kwa sababu ya binadamu wetu baada ya kupata taaluma na kuamua kuitumia, na hata utatuzi kwa hali hiyo ni rahisi. Vinginevyo ni vizuri basi kubaki na mke mmoja, kwa sababu kimsingi
patakuwa hapana faida yoyote ile ya kuwa na huo ukewenza. Ni kwenda tu kwenye ukewenza ili waliobaki wasiingie tena kwenye ukewenza kwa kumtumia yeye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atusaidie, tujitahidi sana katika eneo hili, na wale ambao wako katika ukewenza wafanye haraka, watakuwa wamechelewa sana kama maarifa hayapo, waharakishe kujifunza. Huenda makosa yakawa ni mengi na yanachafua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم سلم الرجال والعمار الى بيتك الحرام وزائرين قبر نبيك محمد الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.